tutibakoze ibiganiro vy'ingino bica kuri Indundi TV ndabaramusa nongera kandi nk'abana mwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya ariko mubizi rero Indundi TV idasiba ko mibazanya amakuru ashushe ngino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hani wacu dise no hanze y'igihugu abarurezi abakinyi bakera bamwe twita abalegend n'abandi batandukanye nkuko mubizi rero maze imisi mubibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho asigaye imisi igera ku 10 kugira haburukino rukomeye cyane ruzohuza umugwi wa Vitalo hamwe no mugwi wa Interstar ukaba rukino gwateguwe na Ndudi team rero ni mu numbero yo gusubiza kumbure abakunzi b'inkino mu bibuga cyane cyane hani Bujumbura urabona yuko inkino zitakigira kanovera abakunzi b'inkino batakitabira inkino ku byinshi rero rukino ariko rategurwa rero n'abamenyesha amakuru bose b'inkino aho bose biyemeje yuko gushigikira runo rukino kugira baru menyekanishe kugira abantu baze bagwitabire ari benshi cyane uno muzi rero turi kumwe rero n'aba legend babiri bakoze amateka ku ruhande rumwe turi kumwe n'umwe mu ba legend yakinye umugwi wa Vitalo yakinye umugwi wa Vitalo salamu alaykum salamu kwa watu ambao hawakufahamu ni wewe ni nani mimi naitwa Mudei Gisave kwa jina maarufu la mpira nilikuwa naitwa Chola na upande wa kushoto ni legend wa Interstars unaweza kwa kutambulisha mimi naitwa jina langu la kawaida kabisa ni Sabimana Shaban lakini mimi mara nyingi naita Ali na jina la ustadi ni captain Ali watu wengi wanajua sana na wapenda zaidi. Hii wiki ni bado takriban kama siku 10 paweze kuwa derby aiza klasiko ya jijini Bujumbura. Klasiko ya jijini Bujumbura mashamshamu yamekwisha, si ile klasiko ambayo tunazoea, lakini tuseme kwamba Vitalo japokuwa klasiko tena haipo kama zamani, lakini Vitalo itabaki kuwa Vitalo na Interstars itabaki kuwa Interstars. Nyie vipi, ni mechi ambayo watangazaji wameandaa sana kampuni ya Ndudi team imeweza kuandaa na ikishirikiana na watangazaji wote kabisa ili tuweze kurudisha mashabiki waweze kuja kwa wingi kwenye uwanja wa Inwari. Tunaona kwamba mechi zinakuwa zinachezeka mashabiki kabisa hakuna, lakini mechi hii ni mechi ambayo itadhihirisha kwamba mashabiki wataweza kurejea uwanjani na waweze kuwa na support teams hapa nyumbani za jijini Bujumbura. Captain Ali, wewe ulikuwa captain wa Inter FC, ukawa pia na captain wa Inter FC wa Interstar miaka mingi. Tuambie mechi hiyo wewe unaipokelea vipi na wewe kwako itakuwa na tafsiri gani kuona watangazaji aidha kampuni ya Ndudi team umeweza kuandaa mechi hiyo ili kuweza kurejesha mashabiki uwanjani? Kwanza mimi nafurahishwa sana kwa presida wa federation General Manalex kuandaa hizi timu mbili zikutane tarehe 2. Nafurahishwa sana. Kwanza nampa pongezi, ongera presida kupata presida wa federation. Naamini kama utatuunga mkono. Hizi timu mbili ni timu za tokea zamani sana. Zilikuwa na mashabiki, tukikutana Intenda Vitalo, hata watu wa Kigali, watu wa Bukavu, watu wa Kigoma wanakuja, watu wa interior Bilimani wanakuja kutazama hiyo mechi. Na hizi machi hizi timu za mjini na ndio ziko na wafana sana, wengi sana. Sasa mimi nilikuwa na kitu naomba federation hizi support hizi, maki ndio tutarudisha ile hadhi ya mpira wa Burundi. Mimi naamini kuwa hata Matanzania mawapi wanakuwa Simba na Yanga. Maki nilikuwa naomba federation kamati Inter na Vitalo zirudie kama zamani. Kwanza mimi nafurahishwa sana na naamini kuwa tarehe 2 na waomba wafana wa Interstar wote tuje tushabikie na ninajua kama tutampiga Vitalo juu sisi kawaida yetu tulikuwa tunamfunga Vitalo sana. Sasa kwa hiyo nilikuwa naomba wafana wengi sana wa Interstar washabikie waje kabisa. Na nakubali kuwa Vitalo vraiment Vitalo ni timu nzuri, ni timu iko na washabiki wengi. Naamini kama mechi itakuwa nzuri sana. Sasa kwa hiyo nilikuwa naomba sisi wote tuunge mkono hicho kitu. Wafana waje wengi, inaweza kuwa ni vizuri zaidi. Unaweza kusema kwamba hii mechi nitaka kukumbusha kwamba hii mechi
si mechi ambayo imeandaliwa na shirikisho la soka nchini Burundi, aidha General Manalexi, lakini ni mechi ambayo imeandaliwa na kampuni ya Ndudi Team ikishirikiana na watangazaji. Labda wewe ni support ipi ambayo unaomba kama gisi nitaka kukuelewesha, ni support gani ambayo unaiomba federation hasa ikiongozwa na General Manalexi aidha commissaire de police Muyenge Alexander? Mimi naomba kuwa President Manalexi yeye iko na uzoefu mwingi wa mpira. Mimi nakumbuka tangia zamani anapenda mpira sana. Sasa hivi tumempata General Manalexi pale president, nawaza mpira wetu utapanda mbele, utakuwa juu. Sasa mimi kitu namuomba tu asaidie timu ziwe vizuri na wachezaji wa zamani ili hawakokote wasaidie timu ya taifa inaweza kuwa ni vizuri zaidi. Na ninaamini kuwa Manalexi president ana uzoefu, iko na experience. Atafanya vizuri. Naamini kuwa atafanya vizuri, na naamini kuwa na nyinyi Ndundi na journaliste wote wasaidie, make federation au shirikisho la mpira kama haina wa journaliste wazuri wa kuendeleza michezo, michezo inakuwa inateremka sana. Sasa kwa hiyo nilikuwa naomba nyinyi wa journaliste mkaze nguvu kabisa muendeleshe michezo na dunia nzima. Je, unaona hiyo mechi itaweza kufanya mashabiki waweze kurejea uwanjani kwa kishindo? Ndio. Unajua mechi ya Interstar na Vitalo inakuwaga ni mechi washabiki kila mmoja hataki afunge. Na ninaamini kama tutakuwa kwa wingi. Sisi wa Interstar tutakuja kwa wingi. Juu kawaida yetu sisi lazima, unajua mbwembwe zetu. Make Interstar ukiwa fana wa Interstar uwe na nguvu za kuzungumza na watu 10. Una nguvu za kubisha na watu 10. Njoo unapaswa kuwa fana wa Interstar. Kwa hiyo umesema kwamba mnaenda kuifunga timu ya Vitalo. Mudei anakusikia? Ndio, na yeye Mudei yupo hapo na najua kama na yeye anajua. Labda lakini katika historia Vitalo waliwafunga sana katika historia ya zamani. Mimi sijajua, lakini mimi naamini kuwa sisi tuliwafunga nyingi. Tulifunga mara nyingi sana. Wanani wana vikombe? Vikombe vingi sisi tunavyo. Lakini ni Vitalo, inasemekana Vitalo na vikombe zaidi ya 20. Kama gisi unazungumzia, labda tuzungumzie wakati wetu sisi. Sisi tunacheza, sisi tulikuwa na vikombe vingi. Labda hii wakati sisi tumeshaacha kucheza, Vitalo ilipanda juu kama vikombe vingi. Mchezaji gani alikuwa anakusumbua? Mudei alikuwa kusumbui kabisa. Mudei alikuwa mchezaji mzuri sana. Mudei ni mjanja sana. Mudei anakupita hapa kwa hapa. Lakini njoo hivyo, lakini wallahi sikudanganyi. Mudei alikuwa mchezaji mzuri sana zaidi. Na alikuwa kukumbana naye uwanjani unasema bwana huyu kazi ipo. Mudei mchezaji mzuri sana. Mudei hata sisi wakati tuko hapa nyuma defense hapa. Mara nyingi tulikuwa mtazama tu Mudei. Lakini wengine wote tulikuwa tunaona tu labda kawaida, lakini Mudei tulikuwa unajua hiyo ngambo hiyo. Tizama vizuri, lakini ngambo zingine tulikuwa tu kama ni kawaida tu. Mudei alikuwa mchezaji mzuri sana. Ni mechi gani ambayo wewe ilikufurahisha katika derby yenu, classico yenu ya Interstars na Vitalo? Kuna mechi tumecheza 89 na 8 hivi. Hiyo mechi ilikuwa nzuri sana. Premier party au kipindi cha kwanza tulitoka 0-0. Na kipindi cha pili kinaanza. Tukaanza goli moja ya mapema kama dakika 5 hivi 6-7. Mechi kutaka kuisha tukawapiga lingine kama dakika 45 na 3 mechi kuisha tukawapiga goli 2-0. Sintakufa nimesahau hiyo. Ilikuwa hiyo siku Bujumbura ilikuwa watu wote wako vizuri sana. Watu wote wamefurahi sana. Na hiyo wakati
Sintasahau kabisa. Tuliwafunga goli 2-0. Wanasema mpira umehamia mikoani, ni kweli? Mpira umehamia mikoani, lakini mpira uwagi mikoani. Mpira unakuwaga mkapitani. Mpira ukishakuwa mikoani ni mpira tu. Mpira ni wakapitani. Tazameni nchi nyingi. Mpira ni wakapitani. Mikoani kule na ndio maana wamefanya huku Bujumbura itremke. Juu wale wenye wako na chochote, wale wenye wako na pesa walipandisha pesa yao mikoani, wakasahau Bujumbura. Sasa nilikuwa tunawaomba wasisahau Bujumbura, wawe mikoani na wao na Bujumbura. Inaweza kuwa ni vizuri sana. Unaona, kwa ukweli pesa timu ni pesa. Na timu kama ina pesa inazorota. Nilikuwa naomba wa sponsor wenye wana uwezo waje wachukue Interstar, wachukue Vitalo ili mashamshamo yarudie Bujumbura. Na ndio mpira ulianzia Bujumbura. Nilikuwa naomba hicho kitu kama president wa federation asisahau Bujumbura kuwa ndio mpini wa mpira hapa kwetu Burundi. Wewe unahisi ni kitu gani ambacho kinasababisha mashabiki kutokuitikia uwanjani kama zamani? Ni hiyo tu. Ni hiyo ya kusema federation haisapoti watu wa Bujumbura, haisapoti timu za Bujumbura, wanazipeleka mikoani. Lakini sio federation, ni wale, ukisema timu nyingi zimekuwa na viongozi ambao wana pesa, hasa wakiwa wanasiasa. Ndio wale wenye wanasiasa ndio wenye wako na chochote. Tuseme mfano utakutana honorable fulani iko na timu fulani Bilimani, honorable fulani iko na timu, minister fulani iko na timu fulani Bilimani, president wa federation iko na timu fulani Bilimani. Maki wote wamekimbilia Bilimani. Sasa hapa kwetu Bujumbura inakuwa ni matatizo sana. Na wale wenye wako msiasa ndio wenye wako na chochote, ndio wako na pesa. Sasa kwa hiyo nilikuwa naomba tu hicho kitu turudishe heshima ya Bujumbura. Bujumbura ndio pako washabiki. Bujumbura ndio pako watu wenye kujua football ni kitu gani. Hicho kitu chenye naomba federation itizame hicho kitu. Na macha tuende kwa Mudei Gustave. Mudei Gustave leo tumekukuta hapa kwenye sehemu yako. Mudei, ni wakumbushe kwamba Mudei ni mtu ambaye anafanya massage. Wale ambao wanataka awanyooshe mifupa, mishipa nini kama kawaida nini, Mudei ndo kazi yake. Tumemkuta hapa ofisini akiwa Asiatique. Kwanza wapi address? Hapa ni sehemu gani? Hapa ni Asiatique, panaitwa ni nyumba inatizamana na ile galeri inaitwa Terre d'Afrique. Na Mudei kazi yake ni kazi gani? Mimi nafanya massage, lakini sio massage tu ya kupaka mafuta, ile massage ya therapeutique, yani ya matibabu. Ndio aina ya massage mimi nafanya. Na Mudei, tunakwenda kwenye klasiko ambayo kwenu ilikuwa ni homa la jiji kabisa. Bujumbura ilikuwa ikiwaka, ukisikia Interstars, mangoma yanatayarishwa mitaani, mikoani wanashuka, watu wa Kongo, Uvira wanateremka, watu wa Rwanda wanakuja juu ya dabi yenu ya Vitalo na Interstars. Tarehe 2 watangazaji wakishirikiana na kampuni ya Ndudi Team wanaenda kuandaa kabisa, wameandaa mechi ya klasiko ambayo itaikutanisha timu ya Vitalo pamoja na Interstars tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2022. Wewe hii klasiko japokuwa ni si klasiko tena, haina tena ile nguvu, lakini wewe itakuwa na tafsiri gani kwako? Tunawapa kwanza pongezi wenye waliandaa hiyo match Ndundi TV. Ndudi Team waliandaa hiyo match, ni vizuri sana. Kama gisi tunasemaga kila siku, mpira, maendeleo ya mpira sio yani ni departement moja au ni watu fulani. Hata wa journalist na wenyewe
wako na sehemu kubwa ya kuweza kuendeleza mpira nchini. Yaani na journalist na watu wanahitajika sana. Wanahitajika sana kusema mpira upande juu sana. Tunawapongeza sana Indundi team. Ona wamefikiria hiyo, wameshirikiana na watangazaji wote wa habari. Kwanza kuleta hiyo fikira nzuri, ni fikira nzuri sana. Ni fikira nzuri sana, sisi inatufurahisha. Sisi inatufurahisha kuona ni watu, ni wa journalist ndio wameorganize hiyo classico. Inapendeza sana. Ni classico ambayo itakuwa ni kwa ajili ya kurejesha mashabiki uwanjani waweze kuwa naitikiwa michuano ya ligi kama kawaida kama zamani. Unajua mechi ya Vitalo na Inter tangu zamani ni kama ni kitu special. Yaani ilikuwa Vitalo na Inter sio, haikuwa ni machi ya kawaida kama vile ukikutana Fantastique na Prince Louis au Ibona na timu fulani. Inter na Vitalo ilikuwa kila siku ni machi yenye ilikuwa inasababisha mji unasimuka. Mji unasimuka, mji mzima wa Bujumbura. Sana ukiingia mitaa yetu kwa vile Buyenzi ndio ilikuwa sasa zaidi. Yaani wiki ya hiyo machi mimi nakumbuka ilikuwa sio tulikuwa tunaishi Buyenzi. Mji ulikuwa unasimuka. Popote pale unafika mtu anakuambia ukutana na fana wa Inter anakuambia mtatuona wewe, mtatuona. Yaani ilikuwa ni kitu ni special. Yaani na hiyo ilikuwa inatupa sana hata si wachezaji motivation. Yaani unajua kama bwana siku fulani pako maji na Inter unapaswa kuwa na wewe kujitayarisha, uwe vizuri kichwani, uwe vizuri mwilini, uwe vizuri fasi yote. Unajua kama kazi ipo ndio. Na ukifikiria sasa unajua katika timu ya Inter pako ushuru fulani wakina Ali, wakina France, wakina nani wasema. Sasa inakupa na wewe ile motivation yaani ujitayarishe uwezo wote, ufanye hata mazoezi ya kibinafsi individual. Unajua kama itakuwa kazi kweli. Na kweli ilikuwa siku ya match ya Vitalo na Inter ilikuwa ni kazi. Ukisema wachezaji wasema nyuma kama vile sisi tulikuwa wataka wasema nyuma, wasema Ali, captain Ali iko pale, François Shabani, wasema goalkeeper wakina Nefu, unasema kazi ipo. Inabidi na wewe ujiandae vizuri sana. Na hasa dabi ni tarehe 2. Kwanza tulikuwa tunakuona katika timu ya Vitalo ambao ukiwafanyia massage wachezaji wa Vitalo. Leo hivi Mudeia onekani katika labda staff ya Vitalo. Tatizo nini? Hamna tatizo lolote. Ile swali ungeuliza viongozi wa Vitalo kwa kujibu vizuri, sio mimi. Mimi sina tatizo lolote na Vitalo. Na wenyewe wanajua, viongozi wanavijua. Sina tatizo lolote. Na mturejea kwenye klasiko yetu, Captain Ala amesema kwamba Interstars iliwafunga sana kipindi chenu nyie wote. Hii ni kweli? Kusema kama walitufunga sana au sisi tunafunga sana, inaomba watu warejee katika archive. Kama archive ziko ndio unaweza kutizama bwana hii timu Vitalo ndio ilifunga Inter sana au Inter ndio ilifunga Vitalo sana. Lakini mimi kitu kinakumbuka sana vizuri sana. Machi zetu na Inter ilikuwa ni vigumu sana kusikia kama vile Inter imempiga Vitalo aller na retour. Au Inter au Vitalo usikie imempiga Inter aller na retour. Ilikuwa ni vigumu. Ilikuwa mmoja akishinda retour, mwingine aller anashinda. Au mmoja akifunga mwingine aller, retour mwingine anamshinda. Yaani ndio kisi ilikuaga, ilikuwa ndio kawaida. Lakini ilikuwa inafikia wakati unakutana timu moja inashinda nyingine aller na retour. Ilikuwa inafikia, lakini ilikuwa mara ndogo sana. Amesema Captain Ale amesema kwamba wewe ulikuwa mchezaji mzuri pembeni, sasa winga machachari kabisa. Beki ya Captain Ali haikuwa inakutia hofu? Kila siku nasema kila siku mimi mwa wachezaji wa nyuma alikuwa ananitia oga sana. Ndio maana nakwambia kama hiyo machi unajua wakati kabla kuna prepare hiyo machi ya kucheza na Inter, unajua kama kazi ipo. Unajua Captain Ali ni miongoni wa defenseur wakubwa sana historia ya Burundi. Hiyo kila mtu anajua, utasema okay kila kitu na wakati wake. Kwa hiyo wakati captain alikuwa ni defenseur mkubwa. Unasikia? Sasa unajua kama uko ataka ukishajua kama timu fulani pako defenseur mmoja mkubwa. Defenseur haya anatisha. Sasa na wewe unapaswa kujitayarisha. Unapaswa kujitayarisha. Hata kama
kwa kawaida mimi captain hali alikuwa ananichunga, sio mimi alikuwa ananichunga. Mimi nilikuwa nachunga mara nyingi sana na François. François ndio alikuwa defenseur, alikuwa ananichunga. Lakini sasa ulikuwa mimi nilikuwa na kazi kubwa sana. Najua hata nikijaliwa kumpita hata François, najua huko captain atanifika. Sasa unaona ndio maana nasema mtu alikuwa anajitayarisha sana. Tena kurudia kwa mfano kwa vile François kwaga wa defenseur kusema eti kazi yake tu ni kuziwia. Alikuwa anaziona anafanya. François alikuwa defenseur mkali sana. Alikuwa yani match ya Inter na Vitalo ilikuwa saa moja anageuza mimi nakuwa defenseur, mimi ndo namfuata. Wewe ndo unakuwa unamziwia sasa. Ndio unakuwa unamziwia kupanda. Tena François alikuwa anafunga na magoli. Alikuwa anacheza upande wa kulia kushoto. Wa kusoto. Mimi ndo nilikuwa nachungana naye mara nyingi. Nakumbuka upande mwingine ilikuwa ni Shaban Diou na Maliki. Sasa mimi upande wangu ilikuwa ni François. Yani François sio kama vile unajua defense ya Inter ilikuwa kama vile defense ya timu zingine. Defense ya timu zingine ulikuwa unajua kama unaenda kucheza match unajua wananiogopa. Unajua wananiogopa. Yani saa moja kwa mfano unaweza tu kujibakilia hata kwenye huko unajua aiwa na yatabaki hapa. Lakini sasa Inter ilikuwa hivyo. Inter kukutana na Inter kama vile kukutana na François. Lazima utamfuata. Lazima utamfuata. Atakubeba na utamfuata. Hakuna kusema eti yako na kuogopa. Unajua kizu cha defense ya Inter ilikuwa inaogopa wa ataka. Haikuwa inaogopa sema ataka. Walikuwa tu tizama fulani. Lakini sema kuogopa wako naogopa. Sio kama vile timu zingine unacheza na timu wa defense unajua kama wanakuogopa. Ni kama vile zamani kwa wanasema akitoka nje na umfuate. Kweli ukienda ukisema unaenda fasi anakufuata. Lakini defense ya Inter ilikuwa hivyo kina François kina Kipta ilikuwa hivyo. Klasiko ambayo inakwenda kuwa itakuwa ni tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2022 ambayo itakuwa kwenye uwanja wa Inwari, aidha uwanja wa Mashujaa kwa sasa. Ni klasiko ambayo watangazaji wanahitaji warejeshe mashabiki ili waweze kuwa wanakuja kwa wingi kuitikia mechi uwanjani. Naona kwamba viwanja vimekuwa kwa kweli havina tena watu, mechi hazitikiwi kwa wingi. Wewe hii mechi unaipa na sehemu gani? Unaona kwamba mashabiki watarejea uwanjani hasa wakisaidiwa na watangazaji? Mashabiki kurudi uwanjani sio kitu inakujoka tu ni automatique. Kitu kinasababishaga washabiki warudi uwanjani ni timu kwanza. Timu kwanza zisimame vizuri. Timu ikishasimama vizuri na washabiki watafuata. Inter na Vitalo ni timu kubwa, kuna washabiki fasi wote. Burundi nzima hata nje ya Burundi zina mashabiki. Matatizo yani masikitiko makubwa ni kuona kama timu zenyewe Vitalo na Inter azisimami vizuri. Ndio maana mashabiki hawafuatilii. Unaona mashabiki hawaenda hata kuzitazama hizo mechi. Lakini mimi naamini kama Bigis Captain alisema timu kama vile Vitalo na Inter zikipata misaada kiuchumi, mpira siku hizi utasema kama ni maneno, ni hela. Juu sio kama vile wakati wetu sisi kwa mfano Vitalo kwa unapokea 1500 unaridhika. Siku hizi sio hivyo. Unapaswa kuwa na hela nyingi. Sasa timu ya Vitalo na Inter timu zinahitaji hela. Ili ukishakuwa na hela unaweza mchezaji wote unataka. Na wachezaji wakishakuwa vizuri, timu ikishakuwa ngumu, washabiki watarudi. Ni automatique. Lakini sio kusema eti washabiki ndio watarisha timu. Bibi wabiwaga. Timu ndio zitarudisha washabiki. Yaani timu kishakuwa vizuri, zimeshimama vizuri, zinacheza vizuri, zinafurahisha watu, washabiki watarudi. Kwa hivyo inaomba kwanza uchumi kwanza hizo timu mbili uwe vizuri. Kuna kampuni ambayo imeweza kusaini na contract na Ndudi team na watangazaji ili itakuja kusupporti mechi hiyo ya tarehe 2 ya Interstar. Ni kampuni ya kinywaji cha Windhoek. Inakuja na imesema kwamba ni timu ambayo itaenda inairidhisha, aidha ikiona kwamba kuna faida ambayo itakuwa imepata katika mechi hiyo itaweza kusupporti timu moja kati ya Vitalo na Interstar, lakini timu ambayo itapata ushindi. Unaona kwamba Vitalo itachukua ushindi huo na kuweza kusupportiwa na kampuni hiyo? Mimi kama vile Vitalo damu, mimi ningependelea Vitalo ndio ishinde ili tupate hiyo support. Captain wewe? Unajua kawaida ni hivyo. Yeye lazima apendelee Vitalo support. Na mimi ni Interstar. Tena naomba sana hiyo mechi sisi kama mimi wafanao wananisikia tuje kwa wingi, tuje na mbwembwe nyingi na mangoma na kila kitu ili tupate ushinde, tupate hiyo support hiyo
hiyo kampuni inaweza kutusaidia. Homa la Jiji. Naam, tuendelee. Baada ya hapo sasa, nyie ni klasiko ipi ambayo wewe iliweza kufurahisha kipindi chako? Ni nyingi sana, lakini nakumbuka moja iliwahi kunifurahisha sana. Unajua kila mtu anakuwa na souvenir yake. Mimi souvenir ya klasiko entre Vitalo na Inter, mimi ilikuwa ni match moja hivi. Hiyo match ale nakumbuka Inter tushindaga goli moja kwa bila. Na sisi match retour tukaifunga Inter goli 3 kwa bila. Tena hizo match mimi ndio nilifunga goli 2. Hiyo mimi hiyo na mimi swagi na isahau. Tena kitu kingine kinafanyika nisisahau hiyo match. Tulikuwa na ule mfadhili mmoja alikuwa anaitwa Dimitri. Ule Mgreek ule alikuwa supermarché Dimitri kule juu. Huyo nakumbuka kabla hiyo match alisemaga hivi, alituambiaga hivi. Leo mkishinda Inter kila goli moja itakuwa ni 100,000. Kila goli moja ilikuwa ni 100,000. Ndio alituambia. Ukifunga goli unapewa 100,000. Yaani mkifunga goli moja ni 100,000, goli mbili ni 100,000, goli 3 ni 300,000. Mnachangia nyote. Wote mnachangia. Yaani kwa nyingi. Kwa wakati kwela nyingi sana. Yaani hiyo match tulifunga hizo goli 3. Na pale Joao alikuwa kosaki uwanjani. Aliteremka kwenye tribune d'honneur pale kaita la 3 akahesabia pale tukazigawa. Kila mtu kapata hela yake. Unaona? Tena nakumbuka unajua mechi zilikuwa nyingi sana. Mechi zilikuwa nyingi, alafu mashabiki walikuwa wanafurahishwa na hizo mechi zetu. Sisi kama tukiingia uwanja kama leo ni Inter na Vitalo, nawaza Bujumbura nzima ukipita mkartie hautaona mtu. Watu wote wanakwenda mpirani. Mimi nakumbuka kuna mechi moja tulicheza aller retour. Ale tuliwapiga goli 2-0. Pakapita 2 semaines. Ilikuwa ni tournoi. Pakapita 2 semaines. Tucheze retour. Première partie. Wakatupiga goli 4. Goli 4 kwa 0. Vitalo. Maki tunaona kama hii leo ni hatari. Goli 4 kwa 0. Première partie. Lakini tulikuwa na kocha mzuri Alexandre Russia. Ule Mrusi yule. Akabadilisha wachezaji. Juu mwanzo walikuwa mingi. Mchezesha wachezaji walikuwa kidogo akatia wakina Kakonge wakaingia, wakina Yongora wakaingia hiyo retour. Match tuseme deuxième partie. Première partie tupiga goli 4. Deuxième partie tukaingia tukafunga goli 3. Yaani wakatupiga goli 4 kwa 3. Sasa wakachanga ile match ya leo tulipiga goli 2. Hii match retour ni 4-3. Kwa hiyo sisi ndio tukabeba kwa. Hiyo mechi sintasahau, ilikuwa mechi nzuri sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu kwanza unanikumbusha mbali sana. Unanirudisha kiutoto kabisa. Umemzungumzia kuambia 100,000. Pesa ilikuwa na fadhili. Ukipata 5,000 mechi Inter na Vitalo ndio tulikuwa tunapata receipt, ndio unapata 5,000 kila mchezaji. Lakini mechi zingine za Prince Louis tunacheza na Dynamique, tunacheza na Fantastique, pata 1500, 1500, 1000, lakini hiyo 1000 ukienda nayo kule Buiza au wapi ambiance hauimalizi. Na hiyo pesa ilikuwa na uwezo wa kutoa rasio na kulisha watoto. Ndio. 2000 ngapi rasio kabisa. Ilikuwa na valeur. Mwaka 84, 5, 6, 7 mpaka kuendelea 90. Pesa ilikuwa na valeur kabisa. Ukipata pesa hiyo 1500 au 5000 hautaimaliza. Kweli kabisa. Na tuanze na Mudei, mchezaji wako wa maisha yako yote katika timu ya Vitalo ni nani? Kivipi? Mchezaji ambao ulipenda, yani hutokufa na sahau katika timu ya Vitalo mko mkicheza naye ni nani? Mimi sikuwahi kupenda mchezaji wote. Kumpenda kivipi? Sema kubali yani sasa. Yani kama yani alikuwa na mchezaji mzuri. Walikuwa wengi Vitalo. Vitalo tunasema kama vile mkuu wangu Mvala,
Mvala yuko Belgique mpaka kama vile mchezaji kama vile Malik Jaber walikuwa wengi, walikuwa hata nyuma kama vile wakina Marema Lidi, walikuwa wachezaji wazuri sana. Na ni wito upi sasa unatoa katika kwenye mashabiki ili waweze kuitikia mechi ya tarehe 2, waje kwa wingi, waoneshe kwamba mpira, wanasema kwamba mpira umehamia mikoani. Kwanza turejee hapo, mpira umehamia mikoani. Captain Ali tumeshamsikia. Je, kwako wewe ni kweli? Mpira kwa mia mikoani hakuna ubaya wote. Dunia nzima unakutana mikoani, pana timu kubwa kama vile hata kwa mfano ukamata Uingereza, unataka vile Liverpool, Manchester, timu zingine siko mikoani. Na ukienda kama vile London unakutana kama vile Chelsea, ile Arsenal, ile Crystal Palace, hizo ni timu za London. Mpira kusema kwenda sio fikira mbaya. Sio fikira mbaya, ni vizuri. Lakini sasa shida kama gisi nimesema mwanzo, timu za hapa Bujumbura zinahitaji msaada wa pesa. Mpira kisi tumesema, mpira unaomba ni hela, sio maneno. Na ndio maana mimi ningeomba wafana wa Vitalo wafana hiyo machi waitikie kwa wingi ili tuwafunge Interstar na sisi tupate hiyo msaada, ili uenda ndo timu itarudi tena kwa jina litarudi tena kwa jina la Vitalo. Kwa hiyo ndo tutarajie kwamba Vitalo wanaenda kushinda mechi hiyo. Vitalo ndio ingekuwa vizuri, naona Vitalo iko Premier Division, Interstar iko chini. Sasa lazima kwanza tuanzie kwanza juu. Kwanza usaidia kwanza Vitalo, kisha sisi tukishanemeka na sisi tunasaidia Interstar sana yenyewe ipande. Itaisaidia? Kuisaidia kupanda yenyewe. Lakini inaweza kuwafunga na iko daraja. Mpira kila kitu kinawezekana mpira. Sio kwa daraja la pili, sio sema eti timu imekuwa mbovu. Timu inaweza kuwa daraja la pili, lakini kwa mfano kama vile wachezaji ni wale. Wanaweza hivyo vinafikaga sana mara nyingi mpira timu ya daraja la pili kushinda timu ya daraja la kwanza. Ni mambo ya mpira. Yakisa kwa kutokana na mapenzi yangu kwa Vitalo, ningependelea Vitalo ndio ishinde. Hiyo ni kawaida. Na hali ukimuuliza sema anataka Inter ishinde, kila mtu na legende bakoza amateka dasanzwe, umwe no mu legende wa Interstar, undi no mu legende wa Vitalo. Reka bashimira mwese mwashoboye kudukurikirana muri benshi, ndetse ngamugeraho nakaga ko kubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mukikirana ibiganiro bica kuri Indundi TV Isango. Ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022, aho muzoze ku bwinshi kwitabira urukino wa Clasico. Ni Clasico izobikomeye, ni Clasico isubiye kandi kwandikisha ayandi mateka mu gisagara ca Bujumbura. Ni Clasico igiye kuza umugwi wa Vitalo hamwe n'umugwi wa Interstar. Umugira umunsi mwiza, ciao ciao.